Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na taasisi zake kuhakikisha ubunifu unaofanywa na Watanzania hauishii katika maonesho pekee, bali unabadilishwa kuwa bidhaa na huduma zinazoweza kuzalishwa na kuuzwa katika soko ili kutatua changamoto mbalimbali za jamii na kuchochea ukuaji wa uchumi. Dr. Nchemba alitoa agizo hilo tarehe 24 Agosti mwaka 2026 jijini Tanga, wakati akifunga wiki ya taifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Alitaka kuwepo kwa mfumo imara zaidi wa kuwawezesha wabunifu kuendeleza mawazo yao na kuyabadilisha kuwa bidhaa na huduma zinazoweza kutumika, kuzalishwa kwa kiwango kikubwa na kuingia katika soko. Waziri Mkuu alisema, Tanzania ina kundi kubwa la wabunifu wenye vipaji na uwezo wa kutengeneza suluhisho katika sekta mbalimbali. Hata hivyo, alisisitiza umuhimu wa kuweka mkazo zaidi katika kulinda haki za ubunifu, kuendeleza teknolojia na ubunifu huo, pamoja na kuwawezesha wabunifu kufikisha bidhaa zao katika soko. Lazima tuondoke kwenye maonesho na kwenda kwenye maisha halisi, kuhakikisha kwamba kile tunachokionyesha katika matukio kama haya kinakuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku, kinazalishwa kwa kiwango cha kutosha, kinatumika na kinaingia sokoni, alisema. Aidha, Dr. Nchemba alisisitiza kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika sayansi, teknolojia, ujuzi na tafiti, akivitaja maeneo hayo kuwa nguzo muhimu katika kuibadilisha na kuimarisha uchumi wa taifa pamoja na kuharakisha maendeleo. Alisema, matokeo ya tafiti yanapaswa kutumika katika kutatua changamoto na kuongeza uzalishaji, akieleza kuwa maendeleo endelevu ya kiuchumi hayawezi kupatikana bila kutumia ipasavyo maarifa ya kisayansi na matokeo ya tafiti zinazofanywa na wataalamu. Hatuwezi kuendelea bila sayansi, teknolojia na utafiti, na bila kutumia matokeo ya tafiti hizo. Hatuwezi kufikia uzalishaji bila kutumia matokeo ya tafiti, alisema Waziri Mkuu. Waziri Mkuu pia alionya dhidi ya kushusha viwango vya elimu na kuziagiza taasisi zinazohusika na uhakiki wa ubora wa elimu kuhakikisha viwango vya kitaaluma vinazingatiwa ili Tanzania izalishe wataalamu wenye uwezo na ujuzi unaokidhi mahitaji ya maeneo ya kazi. Alionya dhidi ya kujenga mfumo wa elimu ambao unarahisisha ujifunzaji kupita kiasi na kutoa alama za juu kwa wanafunzi ambao baadaye wanashindwa kufanya kazi kwa ufanisi katika maeneo yao ya ajira. Tusijenge mazingira ambayo kusoma kunakuwa rahisi na alama zinakuwa kubwa sana, halafu wahitimu wanapokwenda kazini wanapata 0 kubwa. Hilo halikubaliki. Lazima tulinde misingi ya elimu, alisema. Alisema, mafunzo yenye ubora ni muhimu zaidi katika sekta nyeti kama afya, uhandisi na elimu, akionya kuwa wataalamu wasioandaliwa vizuri wanaweza kusababisha madhara makubwa na kudhoofisha sekta nzima. Alisema, Tanzania haiwezi kuhatarisha afya za wananchi kwa kutoa mafunzo yasiyokidhi viwango kwa wataalamu wa afya na kutarajia matokeo mazuri. Pia, alisisitiza umuhimu wa kuwa na walimu na wahandisi wenye uwezo, akieleza kuwa wanapojenga madaraja, majengo au miundombinu mingine, lazima miundombinu hiyo iwe salama, imara na yenye ubora unaohitajika. Hatuwezi kufanya mchezo na afya za Watanzania. Hatuwezi kuwafundisha wataalamu kwa kiwango duni na kutarajia matokeo mazuri. Tunahitaji walimu na wahandisi wenye uwezo. Wanapojenga daraja au jengo, lazima liwe kweli salama na lenye ubora, alisema. Katika agizo lingine, Dr. Nchemba aliagiza mipango ya maendeleo ya uwanja wa ndege wa Tanga izingatie mahitaji ya kiuchumi na kijamii ya mkoa huo kwa kipindi cha miaka 25 ijayo. Alisema, miundombinu inayojengwa leo lazima iweze kuhimili na kukidhi mahitaji ya ukuaji wa baadaye katika biashara, uwekezaji na usafiri wa anga. Alieleza kuwa maendeleo ya uwanja huo yanapaswa kuendana na nafasi ya Tanga kama lango muhimu la shughuli za kiuchumi, hasa kutokana na miradi mikubwa ya maendeleo inayotekelezwa katika mkoa huo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, alisema,
Wiki ya Taifa ya Elimu, Ujuzi na Ubunifu imeakisi juhudi za serikali katika kutekeleza maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha mfumo wa elimu unaounganisha maarifa ya darasani na ujuzi wa vitendo. Profesa Mkenda alisema, mwelekeo huo unalenga kuhakikisha wahitimu wanapata ujuzi unaowawezesha kujiajiri, kuanzisha shughuli za ujasiriamali na kushiriki kikamilifu katika soko la ajira. Aliongeza kuwa, kuimarisha uhusiano kati ya elimu ya nadharia, ujuzi wa vitendo, utafiti na ubunifu ni muhimu katika kujenga nguvu kazi yenye uwezo wa kukabiliana na mahitaji ya sasa na ya baadaye ya uchumi wa Tanzania.